niendelee kutoa rai. Kwanza, kusisitiza Chuo cha Bahari cha Dar es Salaam kuendeleza utafiti ambazo zitakuwa na changamoto za sekta ambazo zina address changamoto za sekta ili kukuza ubunifu na teknolojia na kuifanya nchi yetu kufikia maendeleo tunayotaka. Lakini pili, kutokana na ukuaji wa sekta ya bahari, upatikanaji wa rasilimali watu unapaswa uendane na sambamba na mahitaji ya sekta. Hivyo ninaagiza Chuo cha Bahari Dar es Salaam kuendelea kutoa elimu na ujuzi kwa kuzingatia digitali ili wahitimu waweze kuwa na nafasi zaidi ya kushindana na kufanikiwa katika soko la ajira ndani ya nchi yetu na nchi zingine. Sababu miradi mingi inaendelea kutekelezwa sasa, kila TASHICO inaendelea kukamilika. Hakikisheni kipaumbele cha ajira kinawekwa kwa wazawa wenye sifa. Pale ambapo Mtanzania ana sifa katika jambo lolote linaweza kufanya na Mtanzania, kipaumbele kiwekwe kwa Mtanzania kabla ya wageni. Kumekuwa na tafiti zinazofanywa na vyuo ikiwemo DMI za kuongeza kozi katika maeneo mengine. Nitoe rai kuwa pamoja na ongezeko la kozi, tusisahau malengo ya msingi ya kuanzishwa kwa vyuo hivi ili kuendelea kuzalisha wataalamu wabobevu kwenye sekta husika. Chuo hiki kilipokuwa kinaanzishwa, kilianzishwa kwa malengo gani? Kuzalisha wataalamu gani? Hiyo ndio fokasi yetu ya kwanza. Wahitimu wetu mmepatiwa ujuzi, maarifa, stadi zinazowezesha kushindana katika soko la ajira na pia kuanzisha ajira binafsi katika maeneo yote muhimu ya mnyororo wa thamani wa masuala ya bahari na usafirishaji. Ninaamini mtakwenda kuitumia elimu hiyo vizuri kwa maslahi ya taifa letu. Ni wajibu wetu sasa kuyatumia haya kwa ubunifu, nidhamu, bidii na kujenga mustakabali bora kwa manufaa yenu binafsi na kwa taifa letu. Kwa upande wa chuo, wajibu wenu wa msingi unabaki kuwa kuandaa wataalamu wenye uwezo wa kutatua changamoto za sasa na zijazo za sekta. Pia mna wajibu wa kuanzisha programu atamizi za sekta ya uchukuzi, kufanya tafiti endelevu, kuimarisha ushirikiano na wadau ili kuchochea zaidi ubora wa mafunzo na kuongeza ajira kwa watumishi, kwa wahitimu. Serikali kupitia sera na mazingira itaendelea kuweka mazingira wezeshi, imefungua milango, mipaka ya fursa katika uchumi wa bluu na biashara kimataifa. Sekta ya bahari na uchumi wa bluu unahitaji rasilimali watu yenye ujuzi unaohitajika, wenye uwezo wa kushindana katika soko la ajira na uwezo wa kutatua changamoto zinazoweza kukwamisha nchi yetu kufikia malengo yake. Hivyo, ni wakati muhimu wa kutatua changamoto ya ufinyu wa miundombinu hususan madarasa. Changamoto hii inatokana na ongezeko la uelewa wa fursa za uchumi wa bluu nchini. Hivyo, tuna vijana wengi wa Kitanzania wanapenda kujiunga na chuo lakini nafasi zimekuwa finyu. Tunashukuru Wizara ya Uchukuzi kwa kusimamia mpango wa ujenzi wa chuo kule Kimbiji ili kuhakikisha vijana wengi zaidi wa Kitanzania wanapata fursa ya kusoma katika chuo hiki cha kipekee na kuongeza rasilimali watu yenye weledi wa masuala ya bahari ili kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia katika kukuza uchumi wa nchi yetu tunahitaji kutumia vema rasilimali za taifa kwa kuhusisha Watanzania wenyewe ambao ndio hawa ambao wanahitimu katika Chuo cha Bahari Dar es Salaam. Aidha, ni wakati mwafaka wa kupata meli ya mafunzo inayoweza kuchukua wanafunzi takriban 200 kwa mwaka ili kukidhi mahitaji ya mazoezi ya vitendo melini ambayo yanakwamisha vijana wetu wengi kukidhi vigezo vya kupata ajira melini. Ajira za melini ni nyingi kimataifa, lakini fursa hizi vijana wanazikosa kwa kukosekana kwa meli ya mafunzo. Tutakapopata meli ya mafunzo, vijana wengi zaidi wataweza kupata ajira melini.